husband, beautiful children. I've got 4 children, and I am very blessed. How many of you are blessed? Who can lift up their hand and say, I am blessed? You need to say that one more time. I am blessed. I am loved by God. I am his daughter. And he has called me out. Amen and amen. Amen. So as my husband has said, we've known each other for the last 30 years. We've been married. This year we'll be married 29. We got married in 1996, December. And God blessed us. And we are very blessed. And every time we look back, all we can say, look at what the Lord has done. Look at God's blessings in our lives. Look at how far God has taken us. And even as we stand before you, sometimes when you go back and you look and you're thinking, walifikaje pale? You ask yourself questions. You know, how did God bring them even to that point? All you need to remember is that if you stay faithful according to what God has called you, and you stay faithful, now God himself is the one who lifts you up and takes you to the next place. Amen? Amen. Let us pray. Our Father and our God, we come before your presence today, and we want to say thank you so much because you've loved us with an everlasting love. Thank you, oh God, even as women, when we come before you, we don't just know you as a God. We don't know you as a supreme being just sitting there, but we know you as our Father. God, Father, we know you as a loving Father. We know you as a comforting Father. We also know you as a Father who has us close. Thank you, God, because from the very beginning, you chose us as women so that we can be in this place, in this world, and you saw it fit to bring us in as women. So God, we glorify your name. God, we honor you. God, we praise you and we lift you up. Today, oh God, I pray that in the name of Jesus, as I'm about to share your word, that they will not hear the words that I'm speaking, but they will hear you, God, speaking. They will hear you, God, speaking wisdom to me so that they can also receive this wisdom. Father, that I will break down your word where they can get to hear you and to understand you, to take you in and to embrace you. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's hear a big loud amen. My glasses are to see when I read, but sasa nikiongea na sweat zinafanya kifog. Kama unavanga miwani, you know the way they fog up. Unashangaa kwa nini sioni watu. So, allow me, if I keep moving back and trying to see, nipatie tu your time. Okay? I was given a topic to share with you, and this topic is about wisdom. Can I hear everybody say wisdom? Wisdom. Okay? Now, there's a lot of wisdom that we can get in the Bible. Okay? The topic that I'm going to share from today is found in Proverbs chapter 14, verse 1. And I would like for us to be able to read that. It is a short verse, but it is a very powerful. Everybody say powerful. It's a very powerful verse. Are we all there? It's very important for us, number one, to carry your Bible. I do not encourage people to use their electronic Bibles. Oh, they think we need a translator. Kizungu yangu ni ngumu. Oh, si ngumu. Lakini tuongea tu na Kiswahili ndio tujielewe. Si ndio hivyo? Haya. Karibu. Lilian. Kila mtu ambie Lilian. Lilian, karibu. Thank you. Okay, so we are going to read from the book of Proverbs 14, verse 1. Tutasoma katika kitabu cha Methali 14 aya ya kwanza. Are we all there? Je, sote tuko pale? Learn how to read a physical Bible. Jifunze namna ya kusoma Biblia ambayo imeandikwa, sio ile ya simu. And then learn how to underline your Bible. Na kisha ujifunze namna ya kuweka laini katika maandiko. And then learn how to underline your Bible with colors. Na kisha ujifunze namna ya kuichora kwa rangi. Just because we are women and we like colors.
Kwa sababu sisi ni kina mama na tunapenda rangi. This is what the Bible says in Proverbs 14 verse 1. Hii ndio andiko linasema katika kitabu cha Mithali 14 aya ya kwanza. A wise woman builds her home, Mwanamke mwenye busara anaijenga nyumba yake. but a foolish woman tears it down with her own hands. Ila yule mpumbavu anairarua kwa mikono yake mwenyewe. A wise woman builds her home, Mwanamke mwenye busara anaijenga nyumba yake, but a foolish woman tears it down with her own hands. ila yule mpumbavu anairarua kwa mikono yake mwenyewe. For us to be able to understand this scripture, Ili tupate kuelewa andiko hili, we have to understand the words that are being used. lazima tuelewe maneno ambayo yanatumiwa. And the first word that is used over there is wisdom. Na neno la kwanza linalotumika pale ni busara. And a lot of times we think we know what wisdom is. Na mara mingi huwa tunafikiria tunajua busara ni nini. But if we don't have the correct definition of the word, Ila kama hauna ufafanuzi sawa ya neno hilo, you're not going to do what you need to do with that word that God has given you. hautafanya kile ambacho unastahili kufanya na neno hilo ambayo Mungu amekupa. Okay? So we all need wisdom in everything that we do in our life. Kwa hiyo sote tunahitaji busara kwa kila kitu ambacho tunafanya maishani mwetu. We also all need wisdom with everything that is happening around us. Vile vile tunahitaji busara na kila kitu ambacho kinatendeka miongoni mwetu. And the book of James says, this is in James chapter 1 verse 5. Na katika kitabu cha Yakobo 1, And this is what it says. inasema, If a man lacks wisdom, ikiwa mtu anakosa hekima, let him ask God who gives him in all generosity. mtu akikosa hekima, wacha amuombe Mungu ambaye anapeana kwa ukarimu And without reproach. na bila aibu. So that means God is the one who gives us wisdom. Hiyo inamaanisha Mungu ndiye anatupatia hekima. And he doesn't keep this wisdom to himself. Na yeye hajiwekei hii hekima. He actually gives it out to us freely. Anaipeana kwetu bure. So that means if wisdom has been given out freely, Na hiyo inamaanisha kama hekima imepeana bure, why don't we have wisdom? mbona tusiwe na hekima? Or do we have wisdom? Ama je, tuna hekima? Has God given it to us? Je, Mungu ametupa? Have you received the wisdom that God has given you? Je, umepokea hekima ambayo Mungu amekupa? Okay, the other thing I want to say about the word wisdom, Jambo nyingine ninalotaka kusema kuhusu neno hekima, that the word wisdom is a lot of times interchanged with the word knowledge. ya kwamba neno hekima mara mingi huwa inataka kufatanishwa na neno maarifa, Or interchanged. ama inataka kubadilishwa. So sometimes you can say, I have wisdom, Wakati mwingine unaweza sema niko na busara, but what you have is knowledge. lakini kile ambacho uko nacho ni maarifa. And sometimes you can be wanting to say, I have knowledge, Wakati mwingine unaweza taka kusema ya kwamba niko na maarifa, but what you have is actually wisdom. ila kile ambacho uko nacho ni hekima. So I want us to know the difference between the two of them. Basi nataka tujue tofauti kati ya hizi mbili. And when we know the difference between the two of them, Na tukishajua tofauti kati ya hizi mbili, we are going to know where we stand. tutajua tumesimama wapi. Okay? So the book of James says that God gives us wisdom without reproach. Kitabu cha Yakobo inasema ya kwamba Mungu anatupatia busara bila aibu. And he gives it generously. Na anaipeana kwa ukarimu. Okay? So there is wisdom and there is also knowledge, and there's a big difference between these two. Basi tunayo hekima ama busara na tunayo maarifa, ila kuna tofauti kubwa kati ya neno hizi mbili. But the one thing that we know Lakini jambo moja tunalojua is that God is the one who gives them out to us, both of them, knowledge and wisdom. ni kwamba Mungu ndiye mpeanaji wa zote mbili, maarifa na busara. Okay? So what is knowledge? Basi maarifa ni nini? Knowledge is the understanding of information. Maarifa ni kuelewa jambo. Okay? So the understanding of information about a certain subject. Kuhusu mada fulani inayofunzwa. Okay? And then you're able to get that knowledge through learning.
Na kisha unaweza pata ile maarifa kupitia kujifunza, which is studying, ambaye ni kusoma. and we can also be able to receive knowledge through some of the things that we experience. Tunaweza pata maarifa kutokana na mambo ambaye tunakabiliana nayo. Okay, so I'm going to say something that women experience. Basi nitasema baadhi ya vitu ambavyo wanawake wanapatana nazo. Okay, so there are few men that are here. Kama kuna wanaume wachache hapa, There are few men here. kuna wanaume wachache And I hapa. will ask you, and please don't be embarrassed when I talk about this. Na nitawaomba wasihaibike nikiongea kuhusu hii. So I'm actually asking the women not to be embarrassed on behalf of the men. Basi ninaomba kina mama wasihaibike kwa niaba ya wanaume. We are all created women by God. Sisi sote ni wanawake tulioumbwa na Mungu. And the difference between us and the men is that we carry a womb. Na tofauti yetu na wanaume ni kwamba sisi tunabeba utumbo wa kuzaa. Okay, they don't carry a womb. Wao ndio hawabebi utumbo wa kuzaa. Okay, so there's some experiences that we have. Basi kunavyo baadhi ya vitu ambavyo wako nazo, tuko nazo. And we get them through some knowledge that we have gotten. We have gotten this knowledge through experience. Na tunapata maarifa hii kupitia yale ambayo tumepitia. When we get to a certain age as young girls, Tukifika katika umri fulani kama wasichana wadogo. a long time ago it used to be 13, 14, 15. Zamani kidogo ilikuwa miaka 13, 14, 15. But because of the changes that have taken place in the world and the kind of foods that we eat, Na kwa sababu ya mabadiliko ambayo yametendeka duniani na aina ya vyakula tunavyokula, this now starts happening sometimes to some girls between the ages of 8, 9, 10, 11 and going upwards. hii sasa imebadilika, inafanyika katika wasichana wa miaka 9, 10, 11 ukiendelea. And that is when we receive our monthly period. Na hapo ndipo tunapata hedhi. All of us here as women Sisi sote hapa kama kina mama have got the knowledge of the monthly period tuko na maarifa ya hedhi because we receive it. kwa sababu tunaipokea. Because we go through a certain experience. Maana kuna vitu ambayo tunapitia. And that's how we have the knowledge. Na hivyo ndivyo tunapata maarifa. The men who are in this room, Waume ambao wako hapa they have the knowledge of the monthly period, wako na maarifa ya hedhi, but they know it because they went to school and they read. lakini wanaijua kwa sababu walisoma shuleni. So the knowledge for them, what they received is what they studied and what they got from the books. Basi kwao maarifa ni ile ambayo walisoma kwenye kitabu wakafunzwa. But for us, Lakini kwetu sisi, because we are women, kwa sababu sisi ni wanawake, the first thing that we did is we learned from our mothers, kitu cha kwanza tulijifunza kutoka kwa mama and zetu, then we learned it in school, kisha tukaisoma shuleni, and then we experienced it. na basi tukaishuhudia. Because we are a woman. Maana sisi ni Because wanawake. that's the way God has made us and created us. Hivyo ndivyo Mungu ametufanya na kutuumba. So when it comes to the womb and having our monthly period, Basi ikifika katika tumbo wa uzazi na kupata hedhi, we have not just experienced it because we've read in a book. hatujaishuhudia tu kwa sababu tumesoma kwenye kitabu. We don't have that knowledge just because we've read it from a book. Hatuna ile maarifa eti kwa sababu tumeisoma kwa kitabu. We have it because we've read from a book. Tunako nayo maana tumeisoma kwa kitabu. We have been told by our mothers. Tumeambiwa na kina mama zetu. And then we've experienced Na it. pia tumeishuhudia. Has that explained the difference between knowledge? Has Je. that shown you what knowledge is? Je, hiyo imekueleza kile ambacho maarifa ni? Okay, so now I want us to talk about wisdom. Basi nataka tunene kuhusu hekima. So wisdom is the ability to use knowledge. Hekima ni uweza wa kutumia maarifa. Let's say, listen to this again. Wisdom is the ability to use knowledge. Wacha nirudie tena nikisema ya kwamba hekima ni uweza wa kutumia maarifa. Okay? And experience to make good decisions and judgment. Na ushahidi wa kufanya uamuzi mzuri. Okay? Let me read that whole sentence, and then after that you see how you understand. Wisdom is the ability to use knowledge and experience to make good decisions and judgment. Amen. Okay? Amen. Now, so that means you can have that experience of the monthly period. Hiyo inamaanisha unaweza kuwa unashuhudia hedhi wa kila mwezi. Now, when you have to make decisions because of what you're going through, Na ukifanya uamuzi kwa kile ambacho unapitia, if you have to make decisions because of the knowledge that you have, ikiwa lazima ufanye uamuzi kwa ajili ya maarifa ulionayo, now that becomes wisdom. basi hiyo inafanyika kuwa hekima. Okay?
Now, I chose to share these stories because I want to expose my husband a little bit. Nimechagua niseme hadithi hii maana nataka nimfunue mume wangu kidogo. And the reason why I want to expose him is because of something that happened to us those years ago when we were pastors at City Lights. Na sababu ambayo ninataka nimfunue kidogo ni ya kile kitu ambacho kilitutendekea kitambo tukiwa wachungaji pale nyuma. So that means he has the knowledge about the monthly period, doesn't he? Hiyo inamaanisha ako na maarifa kuhusu hedhi ya kila mwezi, si ndio? And the only experience that he has about it is that his wife goes through it or his daughters go through it. Na ushahidi tu alio nayo ni kwamba mke wake anapitia hiyo kila mwezi na mtoto wake wa kike vile vile. Yeah, so my daughters receive it, his sisters receive it, and I go through it. So that's the wisdom that he has. That's the knowledge that he has. Kwa hiyo mke wake anapokea hedhi, mtoto wake wa kike anapokea hedhi. Hiyo ndio maarifa alio nayo. In general, women actually get their periods. Ama kwa jumla wanawake wanapata hedhi yao ya kila mwezi. But knowing and experiencing it, he doesn't have. Lakini kuijua na kuishuhudia hana. So that means the wisdom that he uses because of knowing that is very limited. Hiyo inamaanisha ushahidi ambaye ako nayo kwa kutumia hiyo ina kipimo. So one time we go for this trip. Siku moja tukaenda matembezi. We have teenagers with us, girls and boys, and we are going to Malindi. Tuko na watoto ambao ni wanarika wa kike na wa kiume na tulikuwa tunaenda Malindi. And so in the morning I'm telling him we need to leave now. Twende mapema tutoke hapa. Asubuhi nikawa ninamwambia ya kwamba tunastahili kutoka, let us leave early and leave here. But my husband is a very excitable person, happy, it doesn't matter, time is not of the essence, not necessarily you can break the rules here and there. Na mume wangu ni mtu mwenye amejawa furaha, yani ni mtu ambaye amechangamka kila wakati, anaweza hata akafanya sheria zisizo stahili hapa na pale. We are leaving from Nairobi to go to Malindi, which is how many hours to Malindi? Tunatoka Nairobi tunaenda Malindi, ambaye ni masaa mangapi kwenda? 13 hours to Malindi. Masaa 13 mpaka Malindi. In my head I'm thinking 6 o'clock hebu tutoke. Kwa kichwa yangu ninafikiri saa 12 wacha tutoke. My husband is saying, no, it's okay, what is it? We can come out at 7:30. Why are you in a hurry? Mume wangu anasema, kwa nini tunaweza toka saa 1:30. Just let people take their breakfast slowly. Nini wacha kuharakisha watu sana. Wacha watu wakunywe kiamsha kinywa chao kwa polepole. So first of all I get upset and I get stressed because of that. Kwanza kabisa ninakasirika na ninapata usongo wa mawazo kwa ajili ya. But anyway I said let's go for the trip. Why not? Let's go. Lakini pia nasema wacha tuende tu hiyo matembezi. Kwa nini I'm not going to be angry, I'm not going to be a wet blanket. Let us go for this trip. Sitakasirika wala sitakuwa kizuizi, wacha tuende. So we go for the journey. Basi tunasafiri. Then we get somewhere and we have to go to the toilet and stop the whole bus so that we can use the toilet. Kisha tunafika mahali tunaambia basi simame ili tuende msalani. At that time he's happy because the hours have not yet passed. Let's stop, let's have a stop and then go to the toilet. Wakati huo sote tunafurahi ya kwamba wacha tusimame hapa kila mtu aende akajisaidie. But remember this is a bus load that has got both boys and girls. Lakini kumbuka hii ni basi ambayo imebeba wasichana na wavulana. So the boys come out and the girls come out and they all go to the toilet. Basi wasichana wa kike na wa kiume wanatoka wote wanaenda msalani. The boys go and they come back and they come back into the bus. Wavulana wanaenda na wanarudi kwenye basi according to the time my husband had given them. Kulingana na muda ambao mume wangu aliwapa. The girls take a little bit longer. Wasichana watakawia kidogo. And they're not coming out. Na hawatoki. And I can tell my husband is getting agitated. Na ninaona mume wangu anaanza because the time is running out and he doesn't want us to be on the road at night. Maana muda umeyoyoma na hatufai kukua barabarani usiku. So we go again and we have to make another stop and I tell him let's stop, people need to use the toilet. Tunaenda tena na tunakoma tunasema wacha watu watumie msalani. He starts getting upset and he's saying why are we stopping again? I said people need to go. So he stops. We are not agitating one another. Anajaribu kukasirika, anasema kwa nini tukome tena, namwambia hapana, watu lazima waende msalani. So we come out and we go to the toilet. Basi tunatoka na tunaenda msalani. The boys come back very quickly. Vijana wanarudi haraka. The girls are still not coming back. Wasichana bado hawakuji. And now my husband is agitated. Na sasa mume wangu anakasirika. When I actually said that the bus has to stop again the third time. Wakati nilisema mara ya tatu tusimame. Him is looking at the journey that we need to go ahead. Alikuwa anatazama safari tulio nayo mbele. But now it's starting to get dark. Na sasa kumeanza kuwa giza. And he has all these children with him in the bus. Na ako na watoto wake wote naye kwenye basi. And he's wondering, we are not stopping again. Akasema tutasimama tena. He is the pastor. Yeye ni mchungaji. Stands in front of the bus and says, anasimama mbele ya basi na kusema, after this stop
we are not stopping anywhere else. Baada ya hii kusimama We shall tutasimama arrive tena. where we are going. Tutafika mahali tunaenda. Whether you like it or not, we are not stopping this bus again. Mupende msipende basi haitasimama tena. And you girls, Na ninyi wasichana, I do not want you to go there and start talking and beating stories. sitaki muende msalani muanze kuongea maadili. I am giving you 10 minutes and I want all of you out and back in this bus so we can start going. Ninawapatia dakika 10 ili mtoke nje na muwe mumerudi tuende. And he's upset. Na amekasirika. But because he's the pastor, Na kwa sababu ni mchungaji, he has taken authority. amechukua mamlaka And he has said that. na akasema hii. I am sitting somewhere and I'm thinking in my head, Ninakaa mahali na ninafikiria kichwani. God in heaven, hold me. Mungu wa mbinguni nishikilie. I love this man very much. Napenda huyu mume wangu sana. Allow me not to do something very crazy that will disrespect him. Niruhusu nisifanye kitu ambacho kitamkosea heshima. But everything within me wants to be upset. Kila kitu ndani yangu inataka ikasirike. I waited for everybody to come out. Nikasubiri watu wote wakatoka nje. Some of the girls are going to tell the conductor, please open the boot where the luggage is. Wakati wasichana bado wanaenda kuambia conductor fungua pahali ambapo tumeweka mizigo. And he's busy trying to tell that conductor, nobody is going to remove their luggage from in here. Na yeye anaambia conductor ya kwamba kuna mtu atakayetoa mzigo wake hapa. I exploded. Nikapasuka. But by the grace of God, ila kwa neema ya Mungu, nilijishikilia kidogo. I hold myself. So I took my husband behind the bus. Nikampeleka mume wangu nyuma ya basi. Because the driver had parked it. Na huko nyuma there was nothing behind there. Kwa sababu dereva alikuwa ameegeza pale nyuma na kukuwa na kitu. I grabbed him. Nikamchukua. And I pointed my finger at him. Na nikamnyoshea kidole. And I asked him, nikamuuliza, how many girls in that bus are on their periods? Ni wasichana wangapi kwenye basi wako kwenye hedhi? He's shocked. Akapigwa na butwa. Nikamwambia, half of them are on their period. And I told him, nusu yao wako kwenye hedhi. And because you refused to stop the first place I had told you. Na kwa sababu ulikataa kusimama sehemu ya kwanza nililokuambia. About 10 of them have got their skirts and their trousers with a lot of blood and stained. Karibu 10 wamechafua mavazi yao kwa damu. So let me tell you. Kwa hiyo wacha nikwambie. The conductor will open the boot. Tanboy atafungua ile boot. They will look for their suitcases. Watatafuta bag zao. They will get a change of clothes. Watapata kubadilisha mavazi. And we shall go to the toilet. Na wataenda msalani. And we will go perform our rituals. Tutaenda tufanye mambo yetu. We will change. Tutabadilisha manguo. We will wash ourselves. Tutajiosha. And we will come back into this bus clean and happy. Na tutarudi kwa basi tukiwa wasafi na furaha. And you will not stop us. Na hutatukomesha. You should have listened to me when I told you we are going to leave at 6 o'clock and not at 7:30 or 8. Ungenisikiza nilipokuwa nasema tutatoka saa 12 na sio saa 1:30. My poor husband. Mume wangu maskini. Oh no. Oh no. He had no idea. Hakukuwa na mawazo yoyote. He had no idea. Hakuwa na mawazo yoyote. He did not have the wisdom. Hakuwa na hekima. Did not have the wisdom. Hakuwa na hekima. But he had the knowledge. Ila alikuwa na maarifa. He had the knowledge about the period. Alikuwa na maarifa kuhusu hedhi. He had the knowledge that women get their period every month. Alikuwa na maarifa ya kwamba kina mama wanapata hedhi kila mwezi. I don't know, they think maybe you receive it like a salary at the end of the month. Mimi naona ni kama wanaipokea kama mshahara mwisho wa mwezi. But he did not have the knowledge that we receive it different times, different rates, how much it comes. He has no idea. Maarifa ambayo hakuwa nayo ni kwamba tunaipokea wakati tofauti tofauti. Hakuwa nayo. He had the knowledge. Alikuwa na maarifa. He did not have the wisdom. Hakuwa na hekima. After that incident, baada ya jambo hilo, he had the wisdom. Akawa na hekima. He did not just have the knowledge. Hakuwa na maarifa tu, but he had the wisdom. Bali akawa na hekima. Specifically to that subject. Kwa ajili ya ujumbe huo. Now, that's where the difference comes in. Hapo ndipo tofauti inakuwepo. You can have knowledge. Unaweza kuwa na maarifa. You can have knowledge. Unaweza kuwa na maarifa. But you don't have the wisdom. Na hauna hekima. Now when it comes to wisdom, basi ikifika kwa hekima, God is the one who gives you wisdom. Mungu ndiye anakupa hekima. Experience could give you wisdom. Maarifa inaweza ikapeanwa na ushahidi. Experience can give you wisdom. Kushuhudia jambo inaweza kukupatia hekima. But the wisdom actually comes from God. Ila
ila hekima kamili inatoka kwa Mungu. Even for us women, hata kwa sisi wanawake, we know about the period. tunajua kuhusu hedhi. We know when it comes. Tunajua inapokuja. We have studied our own patterns. Tumejaribu kujiangalia wenyewe. So we know the day that it will come. Tunajua siku ambayo inakuja. But the wisdom of God when it comes to our period, lakini hekima ya Mungu inapofika kwa hedhi yetu, it is that day you're saying, God, I don't know if it's going to come today or tomorrow, but I am praying. Ni hiyo siku ya kusema kwamba Mungu sijui kama ni leo ama kesho itakuja, ila naomba please help me to know, give me the wisdom on what I need to do now. Tafadhali nipe hekima ya kitu cha kufanya sasa. And God gives you the wisdom as you're praying. Na Mungu anakupatia hekima unapoomba. And tells you today jipange, carry everything and this is what you need to carry. Na anakuambia leo jipange, ubebe kila kitu na kila kitu ambacho utatumia. And this is the dress color that you need to wear. Na hii ndiyo rangi ya vazi ambayo utavaa. So that if anything happens, ili kitu chochote kikitendeka, you do not embarrass yourself. Usipate kujiaibisha. Wisdom comes from God. Hekima inatoka kwa Mungu. Can we all say that wisdom comes from God? Sote tuseme hekima inatoka kwa Mungu. The Bible tells us of a certain king called King Solomon. Biblia inanena kuhusu mfalme Suleimani. Okay, and Solomon, what did Solomon do? We all know this. What did Solomon do? Na Suleimani alifanya nini? I need an answer. Nahitaji jibu. Yes, Solomon asked for wisdom. Suleimani aliomba hekima. Who did he ask wisdom from? Aliomba nani hekima? He asked God to give him wisdom. Aliomba Mungu ampe hekima. Here he was given a responsibility. Hapa alipewa jukumu. But now he had to ask God to give him wisdom so that he knew what he needed to do. Na sasa ilimbidi ambie Mungu ampatie hekima ili afanye kile anaweza fanya. He had already acquired the knowledge. Tayari alikuwa ameshapata maarifa. Because his father was a king. Kwa sababu babake alikuwa mfalme. He had watched his father do things. Aliona vile babake akifanya vitu. He had heard his father tell him that you're going to be the next king. Alisikia babake akisema utakuwa mfalme. And David had said it so many times. Na Daudi alisema mara mingi. That by the time David was about to die. Ya kwamba wakati Daudi alikuwa karibu kufa. Bathsheba actually came and said, but you said that my son will be king. Bathsheba alikuja akasema ya kwamba ulisema mwanangu atakuwa mfalme. And that means Solomon was hearing this all the time. Na hiyo inamaanisha Suleimani alikuwa anasikia hiyo kila wakati. That even though he had brothers, ya kwamba ijapo alikuwa na mandugu who were wanting to take over and become king, ambao walitaka kuchukua ushukani na wawe wafalme, he had heard his mother and his father talk about him being the king. Alisikia baba na mama yake wakisema kuhusu yeye kuwa mfalme. That means he had prepared his life of how he was going to be king. Hiyo inamaanisha alikuwa amejiandaa vile atakuwa mfalme. But the one thing that he recognized and realized after seeing his father ruling the kingdom, na jambo moja alitamatisha baada ya kuona babake akiongoza ufalme, and seeing his brothers wanting to be part of leading this kingdom, na kuona ndugu zake wakitaka kung'ang'ania ufalme, is that he realized that he needed God's wisdom so that he can be king. Ni kwamba aligundua anahitaji hekima kutoka kwa Mungu ili awe mfalme. His father was no longer going to be there. Babake hakuwepo tena. So when he slept and he had this dream, na alipolala akapata ndoto, and when God asked him, what do you want? Mungu akamuuliza unataka nini? The only thing he could say is that he wanted wisdom. Kitu ambacho angesema ni kwamba nahitaji hekima. And when he received that wisdom, na alipopokea ile hekima, it was such wisdom that people were coming from far away countries to come and hear him and his wisdom. Ilikuwa hekima ambayo watu wangetoka mbali ili waje kupata hekima kutoka kwake. You need to read about Solomon. Unahitaji kusoma kuhusu Suleimani. And about everything that he did. Na kuhusu kila kitu alichofanya. How much bread there was for his servants. Vile ambavyo alifanya wajakazi wake. How much food there was for his horses. Vile ambavyo chakula ilikuwepo kwa ajili ya farasi zake. Everybody was eating and they were eating the correct food because of the wisdom that Solomon had. Vile ambavyo watu walikuwa wengi na wanakula vizuri kwa sababu ya hekima ya Suleimani. But all this wisdom he got it from God. Ila hekima hii yote alipata kwa Mungu. To the point where the Queen of Sheba had to come from wherever to come so that she can see this wisdom. Kwa kiwango ya kwamba Malkia wa Sheba alibidi aje aone hii hekima. And she was very amazed about the wisdom that Solomon had. Na alishangazwa sana na aina ya hekima ambayo Suleimani alikuwa nayo. So Solomon wanted understanding in his heart. Kwa hiyo Suleimani alitaka kuelewa ndani ya moyo wake. So that he can be able to judge the people of God. Ili apate kuwahukumu sawasawa watu wa Mungu. Okay, and he needed to discern between good and evil. Alihitaji kupambanua kizuri na kibaya. Or even sometimes not even good and evil, much as is this right or is this almost right? Hata sio kupambanua kizuri na kubaya, zaidi ni kujua je hii ni sawa ama hii inakaribia sawa. Okay? So there's a possibility for you to have knowledge but you don't have wisdom. Kwa hiyo kuna uwezekano wewe uwe na maarifa na hauna hekima.
But there's no way you can have wisdom without knowledge. Lakini hakuna vile unaweza kuwa na hekima bila maarifa. Does that make sense to you? Je, hiyo inakuingilia? A lot of people go to school and they receive a lot of knowledge. Watu wengi wanaenda shuleni na wanapokea maarifa. But they do foolish things. Lakini wanafanya vitu vya kipumbavu. You even find yourself asking, did you even go to school? Unajipata ukiuliza ya kwamba je, huyu hata alienda shule? They have the knowledge. Hiyo inamaanisha wako na maarifa. Because they went to school. Kwa sababu walienda shule. But having knowledge does not say that you have wisdom. Lakini kuwa na maarifa imaanishi uko na hekima. The world that we are living in right now. Dunia tunayoishi sasa. Many professors. Maprofesa wengi. Many people who are knowledgeable. Watu wengi walio na maarifa. And they have gone to school. Na wameenda shule. Especially our Western world. Haswa dunia, ulimwengu wetu wa magharibi. They have studied and they are professors. Wamekaa chini na ni maprofesa. And yet they can say that a man is a woman and a woman is a man. Na ila hali wanaweza sema mwanamume ni mwanamke na mwanamke ni mwanaume. Such foolishness. Upumbavu wa hali ya juu. This is a lot of foolishness. Hii ni upumbavu mwingi. So that means you can be a knowing fool. Hiyo inamaanisha unaweza kuwa mpumbavu asiyejua. Knowing because you have a lot of knowledge. Unajua kwa sababu una maarifa mingi. But you're a fool because you do not have the wisdom that comes from God. Lakini wewe ni mpumbavu maana hauna hekima itokayo kwa Mungu. So that means you can have knowledge and not have wisdom. Hiyo inamaanisha unaweza kuwa na maarifa na sio hekima. But you can never have wisdom and not have knowledge. Na unaweza kuwa na hekima lakini hauna maarifa. Because that is very important. Maana hiyo ni muhimu. Okay? So people have got a lot of knowledge but they lack wisdom. Okay? Watu wako na maarifa mingi lakini wanakosa hekima. But true wisdom is the skill of knowing God through his word and acknowledging this knowledge. Maarifa ya kweli ni kumjua Mungu kupitia neno lake na kupata maarifa. So wisdom is a skill of knowing God. Hekima ni mbinu ya kumjua Mungu. And you know it from his word. Na unaijua kutoka kwa neno lake. It does not matter who says what where. Haijalishi ni nani anasema nini wapi. All the professors, it does not matter what they say. Maprofesa wote haijalishi wanasema nini. If they do not get the wisdom from God's word, kama hawapati hekima kutoka kwa neno la Mungu, the wisdom they have is foolishness. Basi hekima walio nayo ni upumbavu. And when we recognize that, na tukitambua hiyo, we are going to put in effort to read God's word. Tutatilia mkazo kusoma neno la Mungu. The same way we receive education and knowledge and get masters, doctorates. What's the next level after that? Vile ambavyo tunatilia mkazo kwa masomo na tunapata shahada, stashahada na mambo mengine hayo. So you can have your PhD. Unaweza kuwa na PhD yako. But if you do not have the wisdom of the word of the Lord, na kama una hekima ya neno la Mungu, and you're obeying the word of God, na unaitii neno la Mungu, whatever wisdom you have is foolishness. Basi hekima ulio nayo ni upumbavu. We actually live in a world where it says good is evil and evil is good. Tunaishi katika ulimwengu ambayo kizuri ni kibaya na kibaya ni kizuri. The book of Isaiah 5:20 says this. Kitabu cha Isaya 5:20 inasema. We also live in a world where foolishness is celebrated. Tunaishi katika ulimwengu ambao upumbavu unasherekewa. If you were Solomon, kama ungekuwa Suleimani, would you have asked God for wisdom? Je, ungemuomba Mungu hekima? So this is an opportunity that you're getting. Basi hii ni nafasi ambayo unapata. Just like Solomon, kama Suleimani, ask God for wisdom. Muulize Mungu akupe hekima. And what you need to do to receive that wisdom, na kile ambacho unahitaji kufanya kupokea hekima, is to read the word of God. Ni kusoma neno la Mungu. If you read the word of God and obey it, ukisoma neno la Mungu na uiheshimu, then you will have wisdom. Basi utapata hekima. The voice that keeps calling out to us most of the time, sauti ambayo tunaisikia kila wakati, is the voice of foolishness. Ni sauti ya upumbavu. Or the voice of folly. Ama sauti ya uongo. Why? Because we live in this world and it is a sinful world. Kwa nini? Ni kwa sababu tunaishi kwa dunia ambayo imejawa dhambi. But whenever you read the book of Proverbs, na ukisoma kitabu cha Methali, it will tell you that wisdom is calling out for you. Itakuambia ya kwamba hekima inakuitia. That she calls out for you. Na inakuitia. So the same way that foolishness is calling out for you in this world, because it's the world where sin is. Basi vile ambavyo upumbavu inakuitia katika ulimwengu, maana ni ulimwengu umejawa dhambi. It is the same way. Hivyo ndivyo that wisdom is also calling out to you. Hivyo ndivyo hekima pia inakuitia. Okay? So let me see this. Matthew 5:16, Mathayo 5:16, it talks about gaining wisdom. Inanena kuhusu kupata hekima. Let's try and open that and let's look at it. Wacha tujaribu tuifungue na tuitazame. Matthew 5:16.
Mathayo 5:16. So it says, in the same way, let your good deeds shine out so that all can see and everyone will praise our Heavenly Father. There's another version that talks about so that people can see your goodness which comes from God and then they can praise your Father. Kuna tafsiri nyingine ambayo inasema ya kwamba ili watu waone wema wako itokayo kwa Mungu na waje kwa Baba. Okay? We'll go back to our text. Tutarudi katika ujumbe wetu. This was Proverbs 14:1. Hii ilikuwa Methali 14:1. Okay? Now let me tell you what the Bible says about wisdom. Wacha nikwambie kile ambacho Biblia inasema kuhusu hekima. In Proverbs 9:10. Katika Mithali 9:10. It says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Inasema ya kwamba kumcha Mwenyezi Mungu ndio mwanzo wa hekima. And the knowledge of the Holy One is understanding and is understanding. Na maarifa ya mtakatifu ni kuelewa. Okay, so I want us to go to that scripture. Basi nataka tuende katika andiko hili. Proverbs 9:10. Mithali 9:10. Let me read it from another version. Wacha nisome kwa tafsiri nyingine. The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio msingi wa hekima. I'm going to say that again. The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio msingi wa heshima, Knowledge of the Holy One results in good judgment. Maarifa ya mtakatifu inaleta hukumu mzuri. Okay? So the Bible says andiko linasema that the fear of the Lord ya kwamba kumcha Mwenyezi Mungu is the beginning of wisdom. Ni chanzo cha hekima. If you don't fear God, kama haumchi Mungu, you will not have wisdom. Hautakuwa na hekima. If you don't fear God, kama humchi Mungu, you will not have wisdom. Hautakuwa na hekima. When I'm talking about the fear of the Lord, nikinena kuhusu kumcha Mungu, there's a fear that you can have that the book of Revelation really talks about. Kunayo uoga ambayo ama kumcha ambayo kitabu cha Ufunuo wa Yohana inanena kuhusu. Now this fear is the fear of judgment, and God talks about the judgment of our nations. Basi hii ni ile uoga ya hukumu ya mataifa. Because that is what God is going to do when he comes back. He's going to judge the nations because of sin. Kwa sababu hiyo ndio Mungu atakuja kufanya, maana akirudi atahukumu mataifa kwa ajili ya dhambi zao. But the fear of the Lord that we are talking about, lakini kicho cha Mungu tunachonena kuhusu, is where you as a person, ni mahali ambapo wewe kama mtu binafsi, you look at God as supreme. Unamtazama Mungu kama aliye juu zaidi. You look at God as a supreme God. Unamtazama Mungu kama Mungu wa juu zaidi. You look at God as a holy God. Unamtazama kama mtakatifu. And your fear for him is, kumcha ama uoga wako kwake ni, you don't want to do the wrong thing. Utaki kufanya kitu kibaya. You don't want to do the unholy thing. Utaki kufanya jambo ambalo sio takatifu. You don't want to do the sinful thing. Utaki kufanya jambo ambaye ni dhambi. Because you honor God. Maana unamheshimu Mungu. You respect God. Unamheshimu Mungu. You look at what he did and how he sent his son to come and die for our sins. Unatazama kile ambacho alifanya alipotuma mwanawe kufa kwa ajili ya dhambi zetu. So you don't want to do anything wrong towards God. Kwa hiyo utaki kufanya kitu chochote kibaya kwa Mungu. Mara nyingi hutaki kumkosea Mungu. Many a times you don't want to wrong God. And that is the fear of the Lord, and that is the healthy fear of the Lord. Na hiyo ndio uoga yenye afya. And that is what it is talking about in Proverbs 9:10. Hiyo ndio inanena kuhusu katika Mithali 9:10. That the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Ya kwamba kumcha Mwenyezi Mungu ni msingi wa hekima. It's amazing how whenever you're building something, ni ya kushangaza vile ambavyo unapojenga kitu, if you don't have a foundation, kama hauna msingi, everything will collapse and fall down. Kila kitu kitasambaratika na kuanguka. Even this, whatever we have here, this cabro here, hata hii ambayo tuko nayo hapa, hii there's kabro, no building and there are no walls on the sides. Hakuna jengo na hakuna ukuta pande na pande. But there's a sort of foundation that had to be dug for this cabro to be put here.
Lakini lazima kunayo msingi ambayo ilifanywa ndipo kabla iwekwe hapa. Because if that did not happen, this floor would be sinking. Maana kama hiyo haingetendeka, ardhi hii ingekuwa inaingia ndani. And if a good job was not done, there are some areas where you look at and you say, there's something wrong over here. Either it's sinking or there's a pothole that is forming. Na kama hakukufanywa kazi mzuri, ungeona kitu kibaya hapa, ungesema ya kwamba labda kuna kazi mzuri haikufanywa. Depending on how you want a building to go. Na vile ambavyo unataka iende juu zaidi. That is how deep you need to dig the foundation. Hivyo ndivyo inahitaji msingi ulio kina. If you're going to go 7 floors up, kama unataka kuenda orofa ya 7, you have to go 7 floors down. lazima uende orofa zingine 7. A lot of times here we have all this knowledge. Basi mara mingi tuko na hekima, but maarifa. We are not taking time to receive the wisdom of God, and we are not going deep into the word of God. Hatuchukui muda wetu kupokea neno la Mungu na hatuingii ndani katika neno la Mungu. So when you don't go deep into God's word, basi usipoenda ndani katika neno la Mungu, and you find yourself shaking, na unajipata unatingika, or like if you're in a building and you can feel it shaking, ama kama uko kwenye jengo na unasikia ikitetemeka, what happens to you? Ni nini kinakutendekea? You get a fear. Unapata uoga. But it is not the fear of the Lord. Lakini sio uoga wa Mungu. But the depth that you go in and you stay in the word of God. Ya kwamba zaidi ambavyo unaingia kilindini na kukaa katika neno la Mungu. It does not matter what kind of shaking or trial comes. Haijalishi ni majaribu ya aina gani yanakuja. Because of the depth that you've already gone with the wisdom of God from his word. Kwa sababu ya kilindi na hekima ya neno la Mungu. Even if it shakes, hata kukitingizika, it will shake, itatingizika, and it will still continue standing. Bado itaendelea kusimama. It will shake, itatingiza, but it will still continue standing. Lakini bado itasimama. Women of God, wanawake wa Mungu, this word here, hili neno hapa, this word here, hili neno hapa, can stop you from being shaken by anything. Inaweza ikakukomesha kutingizwa na kitu chochote. I can stand here confidently telling you. Ninaweza simama hapa kwa ujasiri nikwambie. It does not matter what the devil throws at you. Haijalishi shetani anakutupia nini. It does not matter what the devil does. Haijalishi shetani anafanya nini. You can confidently stand up and tell him, I will not be shaken. But the only way you're able to say that you're not going to be shaken, lakini njia tu mzuri ama mbadala wa kusema hautatingizika, is because you've gone into the word of God. Ni kwa sababu umeenda kwa neno la Mungu. I can confidently tell you that the devil wants to destroy you. Ninaweza kukuambia kwa ujasiri shetani anataka kuharibu. The same way an earthquake would try and destroy a building. Vile ambavyo mtetemeko wa ardhi unataka kuharibu jengo. And he is going to throw things that will come and try and shake you. Na atatupa vitu ambavyo vitakuja zikutingishe. And it doesn't matter where else you go. Na haijalishi ni wapi tena unaenda. If you're not in the word of God, kama hauko kwa neno la Mungu, you will be shaken. Utatingizwa. The more you grow as a Christian, zaidi ambavyo unakuwa kama Mkristo, what you need to think about is growth. Unachohitaji kufikiria ni kukua. Okay? So when we are doing buildings, we first go down. Basi wakati unafanya hivyo lazima uende chini kwanza. When you are building a building, you have to dig very deep. Wakati unajenga jengo lazima uchimbe chini kabisa. And then after that, so you can build up. Baadaye ndipo utajenga juu. But for us as Christians, kwetu sisi kama Wakristo, we know we are going higher. Tunajua tunaenda zaidi. We know we will keep going higher. Tunajua tutazidi kuenda juu. We are going to go higher until we go to heaven. Tutaenda juu mpaka twende mbinguni. We will continue going up with our Christianity until we get to heaven. Tutazidi kuenda juu na Ukristo wetu mpaka tufike mbinguni. But God has given us an advantage. Ila Mungu ametupatia jambo nzuri. That we will keep reading his word. Kwamba tuendelee kusoma neno lake. So that this building can continue growing. Ili jengo hili liendelee kukua. God has given us an advantage. Mungu ametupatia jambo mzuri. That even as we continue growing as Christians, kwamba hata tunapoendelea kuwa kama Wakristo, we have the ability to keep going down and digging the foundation down. Tuko na uwezo wa kwenda chini na kuchimba msingi kabisa. Unlike a building, na kama jengo, unlike a building, na sio kama jengo. You know, a building you have to dig the foundation first and then build it. Unajua jengo unajenga msingi kwanza ndipo uijenge. But the way God functions and operates with us, lakini vile Mungu anafanya na sisi, is he will save you, ni kwamba atakuokoa, and then after that he will give you the word, baadaye atakupa neno, and then he wants you to keep going. Na kisha anataka uendelee. It's like you're already building a foundation, you're doing both of them at the same time. Ni kana kwamba unafanya zote mbili kwa wakati mmoja. Okay, you're going up, unaenda juu, and you're continuing to build na unaendelea kuchimba msingi wako chini. So we need to always remember, basi tunastahili kukumbuka kila wakati, that however much how you want to go, ya kwamba haijalishi unataka kwenda umbali gani, you have to keep going down and going deeper into the word of God. Ni lazima uzidi kuchimba chini msingi wako. If you do not go deeper into the word of God, usipoenda
chini ndani kabisa katika neno la Mungu, you're going to continue being foolish, utaendelea kuwa mpumbavu, and you will be shaken, na utatingizwa, and you will fall, na utaanguka, and you will cry, na utalia, and now you'll start going deeper, you'll start going down instead of going up. na sasa utaanza kwenda chini badala ya kwenda It juu. is very important for you Ni muhimu sana kwako to lay a foundation, kuweka msingi, kuweka msingi that is a correct foundation. ambaye ni msingi thabiti. The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio msingi wa The hekima. knowledge of the Holy One results in good judgment. Ya kwamba maarifa ya mtakatifu inaleta hukumu mzuri. The knowledge of the Holy One results in good judgment. Maarifa ya mtakatifu inaleta hukumu mzuri. Where do you think you're getting this knowledge? Unafikiri unapata maarifa hii wapi? Where are you getting this knowledge? Unaipata wapi? Where are you getting this knowledge so that your foundation for wisdom can be deep? Where are you getting this knowledge? Unapata wapi maarifa hii ili msingi wako upate kuchimbwa vyema? You study the word of God. Unasoma neno la Mungu. We all know that you need to study so you can get knowledge. Tunajua ya kwamba unahitaji kusoma ili upate maarifa. The more you study the word of God, zaidi ambavyo unasoma neno la Mungu, you will get more knowledge about God. Utapata maarifa zaidi kuhusu Mungu. And the more you get knowledge about God, na zaidi ambavyo unapata maarifa kuhusu Mungu, you're going to have good judgment. Utakuwa na hukumu mzuri, because your foundation is the wisdom that is coming from God. Kwa sababu msingi wako ni chanzo cha Mungu. It might sound like we are going round. Inaweza sikika kana kwamba tunazunguka mahali moja. But we really are not. Lakini si hivyo. If you take time to think and to focus, ukichukua muda wako kufikiria na kutazama, you're actually going to realize kwa kweli utagundua that foundation kwamba ule msingi and the knowledge of God na maarifa ya Mungu is what is continuing to build you up. Ndio inaendelea kukujenga. Give the Lord a hand clap for praise. Mpe Bwana makofi mazuri. The other thing that is very important to us, jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwetu, is we cannot be presumptuous. Ni kwamba hatustahili kuwa watu wa kupuuza. We cannot be presumptuous. Hatuwezi kuwa watu wa kupuuzilia. The more you grow in the things of God, zaidi ambavyo unakuwa katika neno la Mungu, the more you grow in your Christianity, zaidi ambavyo unakuwa katika Ukristo wako, you cannot allow yourself to be familiar with the fear of God. Uwezi ukajiruhusu kuzoea vitu vya Mungu. I have been saved for 30 years. Nimeokoka miaka 30 sasa. This thing will not shake me. Hii kitu haitanitingiza. I can go as close to it as I can. Ninaweza iendea hata karibu kabisa vile naweza. It is not going to shake me. Haitanitingiza. You cannot be presumptuous. Uwezi kuwa mtu anayepuuzilia mambo. You cannot be familiar. Uwezi ukawa na mazoeano. Your fear of God, you need to be at awe about it. Katika uoga wako na Mungu unahitaji kukuwa sawa nayo. If you're not at awe, kama hauko sawa nayo, if you're not at awe, kama una mshangao nao, if you're not at awe, kama haushangazwi nao, in your fear of God, katika kumcha Mungu, you will fall. Utaanguka. You will fall. Utaanguka. We can never allow ourselves to be familiar. Hatuwezi tukajiruhusu tupate kuzoeana. We can never allow ourselves to be familiar. Hatuwezi jiruhusu tupate kuzoea. Because now you're thinking, I have grown. Kwa sababu unafikiria kwamba nimekuwa. I am so tall. Mimi ni mrefu. I am so up there. Niko pale juu. If this does not continue going down, kama hii haitazidi kwenda chini, all you need to do is to go one floor higher. Unachohitaji kufanya ni kwenda orofa moja zaidi, and something is going to happen, na kitu kitatendeka, and all this, na hii yote will all crumble and go down. Itasambaratika na ikuje chini. That is very sad. Hiyo ni ya kuzunisha. We have seen buildings in Kenya fall down. Tumeona majengo yakianguka. They went down. Anaenda chini. And they said we are going to go 7 floors down. Na wanasema tutaenda orofa zingine 7 chini. Because we need to build a building. Maana tunahitaji kujenga jengo that is 7 floors up. Ambayo ni orofa 7 juu. And then when they get up there, wakifika pale juu, they are thinking this is such a powerful building. Wanaanza kufikiria hii ni jengo yenye nguvu. We can add 2 more floors up there. Tunaweza ongezea orofa 2 juu. Even though the foundation did not allow us to add 2 more floors. Ingawa msingi hauturuhusu kuongeza orofa zingine juu. It is so strong we can add 2 more floors. Ni yenye nguvu, inaweza ongeza orofa 2 juu. The moment they add,
mara tu wanapoongeza, everything inside and about that building starts cracking. kila kitu ndani ya hiyo jengo inaanza kupasuka. The scary thing about a crack Kitu cha kushtua kuhusu kupasuka is that when it starts from up there, ni kwamba ikianzia juu, it's funny, it just goes all the way down. ni ya kushangaza, inaenda mpaka chini. You see a crack starting from up, Unaona mpasuko mdogo juu, and it keeps going down on the whole column. na inaendelea kufika kwenye ukuta wote. You added 2 floors up there, Uliongeza orofa 2 pale juu. but when the crack comes, it doesn't come and stop until the other place. Ili ule mpasuko ukija haikuji na kukomea mahali. It keeps going down. Inaendelea kwenda So chini. that means the building will go down. Basi hiyo inamaanisha jengo ile litasambaratika. As a Christian, Kama Mkristo, if you keep going up, ukizidi kwenda juu, and then after that you're not going down to build your foundation, na baada ya hiyo aushuki chini kujenga msingi wako, the crack will happen. mpasuko utafanyika. And let me tell you, it will just take a sort of wind, an earthquake, or thunder, or lightning, or rain. Na wacha nikwambie, itagharimu tu kitu kama mtetemeko wa ardhi ama radi, na itakuwa imeanguka. And the moment it shakes it a little bit, Na mara tu imetingizwa kidogo, the crack doesn't go and say, I'll come and reach 7th floor, because hapo ndio ilikuwa imejengewa. ile mpasuko haitasema nitakuja na nifike orofa ya 7 eti hapo ndio ilijengwa. Hapana, it will go all the way down. No, itaenda mpaka chini. You start crumbling and you're wondering, why am I crumbling? Unaanza kusambaratika, unashindwa mbona nasambaratika. Because you cannot go up if you do not go down. Maana huwezi enda juu kama huwezi enda chini. And that is what we always need to remember. Hiyo ndio tunahitaji kukumbuka kila wakati. 1 Peter 1, Petero wa 1 Peter kwanza chapter 1, 1, from verse 1 to 17, and then verse 19. I'm not going to read that. I want you to write it down and then you go and read. Sitasoma hiyo, nataka uiandike chini, utaenda kuisoma. Okay? Amen. Go to Exodus 20:20. Enda katika kitabu cha Kutoka 20:20. Okay. So Genesis 20:20 says this. Exodus. Exodus. Exodus 20:20 says this. Kutoka 20:20 nasema hivi. Do not be afraid. Usiogope. Moses answered them. Musa akawajibu. For God has come in this way. Kwa kuwa Mungu amekuja kwa njia hii. To test you. Ili awajaribu. So that your fear of him. Ili kicho chenu kwake. Will keep shining. Izidi kung'aa. So that your fear of him. Ili kicho chenu kwake. Will keep you from sinning. Itawatenga na dhambi. Will keep you from sinning. Itawatenga na dhambi. God's fear. Kicho cha Mungu. God's fear. Uoga wa Mungu. When you fear God. Ukimcha Mungu. When you fear God. Ukimcha Mungu. It helps you. Inakusaidia. To stop sinning. Kukoma kutenda dhambi. If you don't fear God, kama umchi Mungu, you will get into sin. Utaingia katika dhambi. Without fear. Bila uoga. If you find yourself lying. Ukijipata unadanganya. If you find yourself doing sinning, whatever sin it is, lying. Somebody tell me another sin that we find ourselves into. Ukijipata unadanganya, mtu aseme dhambi zingine ambazo tunazipata. Lying is very common. Kudanganya ni mingi sana. And we say it's a white lie. Na tunasema ni udanganyifu mweupe. Bribing is also another sin. Bribing is also another sin. Kupokea rushwa ama kupeana pia ni dhambi nyingine. There are very many sins. Kuna dhambi nyingi. But lakini if you don't have God's fear, kama hauna uoga wa Mungu, you will sin easily. Utafanya dhambi kwa urahisi. And you will explain it away. Na utapata kujieleza. But the problem with that, lakini shida na hiyo, you'll keep explaining it away again and again and again. Utakuwa unajieleza kila wakati. So that means you're crumbling. Hiyo inamaanisha unasambaratika. And you keep falling down. Na unaendelea kuanguka chini. The fear of the Lord has to remain with us. Kicho cha Mwenyezi Mungu lazima isalie nasi. And as it remains with us, na inaposalia nasi, it will cause us not to sin. Itatufanya tusiingie katika dhambi. Okay?
So when you read the book of Hebrews, ukisoma kitabu cha Waibrania, it talks about sin, inanena kuhusu dhambi, what you need to do not to sin and how not to sin. kile ambacho unahitaji kufanya ili usitende dhambi na namna ya So as you kutotenda keep dhambi. reading the word of God to receive wisdom, Basi ukizidi kusoma neno la Mungu kupokea hekima, please go and read the book of Hebrews. tafadhali nenda kasome kitabu cha Waibrania. Okay, and it's going to help us. Na itatusaidia. For Christ, Kwa Kristo, okay, everything for him and everything within him was to pursue God. kila kitu ndani yake na kila kitu kwa ajili yake ilikuwa kumfuata Mungu. We need to be exactly like Christ. Tunahitaji kukua kama Kristo. We need to be exactly like Christ. Tunahitaji kukua kama Kristo. Because the more we pursue God, Maana zaidi ambavyo tunamfuata Mungu, we will continue to be like Christ. tutaendelea kuwa kama Kristo. Let me see this. I had written that scripture, but I can tell it's not the same one. Okay? Nilikuwa nimeandika andiko lakini naweza sema kwamba sio ile nilikuwa nataka. But Ila what we need to remember, kile ambacho tunahitaji kukumbuka, Christ has given us an example. Kristo ametupatia mfano. And that is why he came on this earth as a man. Na hiyo ndio sababu alikuja duniani kama mwanadamu, With bone and flesh. akiwa na nyama na mifupa, And he went through it. na akaipitia. That means we can also be able to go through it. Hiyo inamaanisha nasi pia tunaweza And we ipitia. can be at a place where we avoid sin. Tunaweza kuwa mahali ambapo tunazuia dhambi. You know, the Bible tells us that no temptation has come to you except that which is common to man. Unajua andiko linasema ya kwamba hakuna jaribu ambalo limekujia isipokuwa ile ambayo inajulikana na wanadamu. So whatever temptation has come to you, Basi jaribu yoyote ambayo imekuja kwako, you are able to overcome it. unaweza kukishinda. But you have to determine in your mind Unastahili kuangalia katika akili that you're yako not going to sin. ya kwamba hautatenda dhambi, Okay, so that you can go into that. ili uendelee hivyo, So that you can live your life ili uishi maisha yako away from sin. mbali na dhambi. Okay, so the scripture that we read, our main theme scripture, Basi andiko letu tulilosoma ambaye ni andiko letu it kuu, actually says inasema that a woman who has wisdom kwamba mwanamke mwenye busara builds up her house. anaijenga nyumba yake. Okay, a woman who has wisdom Mwanamke mwenye hekima builds up the house. anaijenga nyumba yake. So the second thing that we are going to look at Jambo la pili ambalo is tutaangalia that word build ni kwamba hiyo neno kujenga or make ama kutengeneza or fashion. ama kuipamba, Yeah, they all actually end up being the same. yote yanasalia kuwa neno moja. Okay, so a woman, Mwanamke, let me go that. This is Proverbs 14. Mithali 14. You remember our key scripture? Kumbuka andiko letu kuu. It says a wise woman builds her home. Inasema mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake, Okay, but a foolish one tears it out with her own hands. lakini mpumbavu anairarua kwa mikono yake So mwenyewe. we've heard that wisdom comes because of the fear of God. Tumesikia ya kwamba hekima inakuja kwa sababu ya kumcha Mungu. So we can actually read that scripture and says that a woman who fears the Lord, Tunaweza sema andiko hilo hivi ya kwamba because the mwanamke fear of anayemcha the Lord is Mungu, the beginning of wisdom, mwana kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mwanzo wa hekima, builds her home. anajenga nyumba yake. How do we build? Tunajengaje? Okay, so we use the wisdom that we have received to build. Tunatumia hekima ambayo tumepokea kujenga. Okay, so we already have that knowledge and that wisdom, Basi tayari tuko na ile hekima na maarifa, and that is what we are using to build. na hiyo ndio tunatumia kujenga. Okay, so that word build in the Bible, Basi neno hilo jenga katika Biblia, the first time it was used, the Hebrew time, the first time it was used, mara ya kwanza ilipotumika it was used in Genesis 2:22, ilitumika katika kitabu cha Mwanzo 2:22, where it says that God made the man. mahali ambapo inasema ya kwamba Mungu aliumba mwanadamu. Okay, so whenever we are saying it, it's almost like alitengeneza, aliumba, he built, he made. Wakati wote tunaisema ni kana kwamba alijenga, alitengeneza mtu. Okay, Genesis 2:7 says Mwanzo 2:20 inasema that God created, God made, God fashioned man in his own image. ya kwamba Mungu aliumba, Mungu alitengeneza, Mungu alimpamba mwanadamu kwa mfano wake. So if we are made in the image of God, Basi ikiwa tumetengenezwa kwa
mfano wa Mungu. If we are made in the image of God, tukitengenezwa ama kuumbwa katika mfano wa Mungu, that means that we have the ability to make. Hiyo inamaanisha sisi pia tuna uwezo wa kutengeneza. Okay, because we are in the image of God. Maana tumetengenezwa katika mfano wa Mungu. So I want to tell you women today. Nataka niwaambie kina mama leo. You are builders. Wewe ni mjenzi. You are makers. Nyinyi ni watengenezaji. You are able to fashion. Mnaweza pamba. Because you are made in the image of God. Maana umeumbwa katika mfano wa Mungu. It would be very odd when you'd go to a mirror and look at it. Itakuwa mbaya sana ukienda kwenye kioo na kuiangalia. And when you're looking at this mirror, na ukitazama ndani ya kioo, you don't see yourself. Hujioni. Okay? If you look at a mirror and you don't see yourself, ukitazama kioo na hujioni, that would be very scary. Hiyo itakuwa ya kutisha. I would think I'm seeing a demon or something. Nitasema naona pepo ama nini. But when you see yourself on the mirror, lakini ukijiona ndani ya kioo, that means you're seeing your own image. Hiyo inamaanisha unaona mfano wako mwenyewe. God made us in his image. Mungu alituumba kwa mfano wake. When we look at ourselves, tukijiangalia, reflecting ourselves on the Bible, tukitazama sisi katika Biblia, the reflection that we see is the one that comes from the Bible. Kile ambacho tunaona inatoka katika Biblia. We are seeing God's image. Tunaona mfano wa Mungu. So all of you here, kwa hiyo ninyi nyote hapa, you're made in the image of God. Mumeumbwa katika mfano wa Mungu. All of you here, ninyi nyote hapa, you are made in the image of God. Mmeumbwa katika mfano wa Mungu. And if you're made in the image of God, kama umeumbwa katika mfano wa Mungu, then you're like that woman in Proverbs 31:10. Basi wewe ni kama yule mwanamke katika Mithali 31. Because the word of the Lord and the Bible is our mirror. Maana neno la Mungu katika Biblia ni kioo yetu. And so that means we need to see ourselves according to what the Bible says. Hiyo inamaanisha tunahitaji kujiangalia vile Biblia inasema. All scripture is God breath. Maandiko yote ni pumzi ya Mungu. That means we need to believe everything that the word of the Lord says hiyo about us. Inamaanisha tunahitaji kuamini kila kitu ambayo neno la Mungu inasema kutuhusu. But right here in the Bible we have Proverbs 31:10. Lakini katika Biblia tuko na Mithali 31:10. And we need as women to keep reading these scriptures. Kama wanawake tunahitaji kuzidi kusoma maandiko haya. And where we see that we have not reached, mahali ambapo tunaona hatujafika, then we work towards reaching it. Basi tufanye kazi tufike pale. Because that is how we are building ourselves. Maana hivyo ndivyo tunajijenga. Okay, so we are master builders because we are wise and fruitful and trustworthy. Let me say them slowly. So we are master builders. Kwa hiyo sisi ni wajenzi wakuu, because we are wise and fruitful. Maana sisi ni wenye busara na wakuzaa matunda. Because we are trustworthy. Maana sisi ni wa kuaminiwa. Because we are loyal. Maana sisi ni watu ambao tunajitolea kwa Mungu. Because we love building up. Maana tunapenda kujenga. Because we are industrious. Maana sisi ni watu watenda kazi. We also work diligently. Tunafanya kazi kwa kusisitiza. We also enjoy our work. Tunafurahia kazi yetu. We also enjoy working for our families. Tunafurahia kufanyia jamii zetu kazi. We are not idle. Sisi sio watu wa kukaa bila kazi. But we are good stewards of money. Ila sisi ni walinzi wazuri wa pesa. We are prudent in all our dealings. Sisi ni wazuri katika maenendo yetu. And we are able to benefit our households for the future. Na tunaweza kuleta faida katika nyumba zetu kwa ajili ya maisha yajayo. We are compassionate and generous. Sisi ni wenye rehema na wakarimu. We recognize other people's needs and we take care of them. Tunatambua mahitaji ya watu wengine na tunawatunza. We are so diligent in giving instructions. Sisi tunasisitiza katika kupeana maagizo. And we are not weary under the trials that we go through. Na hatuchoki chini ya majaribu tunayopitia. So we know God and he's able to teach us. Kwa hiyo tunajua Mungu na anaweza kutufunza. And the law that we exercise is the law of kindness from our heart. Ya kwamba sheria ambayo tunatekeleza ni sheria ya ukarimu wa moyo. And we reap a blessing from our husbands and children. Tunavuna baraka kutoka kwa waume na watoto wetu. Because we are diligent to take care of them. Maana sisi tunasisitiza katika kuwatunza. We fear the Lord and we love his glory. Tunamcha Mungu na tunapenda utukufu wake. I'm going to say that again. We fear the Lord and we show off his glory. Wacha niseme hiyo tena ya kwamba tunamcha Mungu na tunaonyesha utukufu wake. We do not just take care of ourselves physically. Sisi hatujitunzi tu kiasili. But we do everything to represent Christ in who we are. Ila tunafanya kila kitu kumwakilisha Kristo katika vile ambavyo tulivyo. That's what the Bible says about you.
Hiyo ndio andiko inasema kukuhusu. Because that is the reflection that we see of ourselves in the image of God in us. Kwa sababu hiyo ndiyo tunaona ndani yetu kama mfano wa Mungu. And that's what we need to remember. Na hiyo ndio tunahitaji kukumbuka. That it is only the word of the Lord that says who we are. Ya kwamba ni neno la Mungu tu linasema sisi ni nani. So that means we are always supposed to build our houses and build us and build our homes according to what the word of the Lord says. Hiyo inamaanisha kwamba tunahitaji kujenga nyumba zetu, kujijenga wenyewe kulingana na vile ambavyo maandiko inasema. Because if we don't do what the word of the Lord says, maana tusipofanya kila ambacho neno la Mungu linasema, then we end up being that foolish woman. Basi tutaishia kuwa yule mwanamke mpumbavu that is able to destroy her house ambaye anaweza kubomoa nyumba yake instead of building her house. badala ya kujenga nyumba yake. Proverbs chapter 5. Mithali mlango wa 5. I will not read that chapter. Sitasoma fungu hiyo. Okay? But I want you to go and read it. Lakini nataka uende uisome. Because that chapter, maana fungu hilo talks about a foolish woman. Linanena kuhusu mwanamke mpumbavu. I'm just thinking whether I want to read it. It's very long. But if that scripture talks about a foolish woman, ikiwa andiko hilo ama fungu hilo linanena kuhusu mwanamke mpumbavu, you do not want to be this woman. Huwezi taka kuwa huyu mwanamke. You do not want to be this foolish woman. Hutaki kuwa huyu mwanamke mpumbavu. The same way the Bible tells you the kind of woman you need to be. Vile ambavyo andiko linakuambia aina ya mwanamke ambao unastahili kuwa. It's the same way it tells you about this foolish woman. Hivyo ndivyo inakuambia kuhusu huyu mwanamke mpumbavu. The way I'm going to read this scripture, vile ambavyo nitasoma andiko hili, I am going to read it so that it can build you up. Nitaisoma ili ikujenge. Okay, so the third thing, so the first one we were talking about was a wise woman. Ya kwanza tulikuwa tunanena kuhusu mwanamke mwenye hekima. And that means a wise woman is the one who has the fear of the Lord. Hiyo inamaanisha kwamba mwanamke mwenye hekima ni yule anamcha Mungu. The second note, the point that we have gotten is about the woman who builds. Hoja ya pili ambayo tumepata ni mwanamke anayejenga. And this woman, the one that the example we have is the Proverbs 31 woman. Na mfano tumepata katika Mithali 31. Okay, and this foolish woman is number 3. Na huyu mwanamke mpumbavu ni nambari 3. Okay, now this foolish woman or this woman, she has to flee folly. Like flee foolishness, like go away from foolishness. Huyo mwanamke mpumbavu na anahitaji kuondoka katika upumbavu. Okay, and for you to flee foolishness, na ili upate kutoroka ama kuepuka upumbavu, so we fear God and we find ourselves not using words that destroy people or things around us. Tunatumia maneno ambayo hayawezi haribu watu walio karibu nasi. So we do not use words that cut people. Tusitumie maneno ambayo yanakata watu. So we do not find ourselves being driven by selfishness. Tusijipate tukiwa watu wa binafsi. We do not find ourselves focusing on ourselves. Tusipate ya kwamba sisi ni watu ambao tunajiangalia wenyewe. Okay, so this is some of the ways that we remove folly from us. Hii ni baadhi ya njia ambazo inafanya tuondoe upumbavu mbali nasi. The book of James tells us, kitabu cha Yakobo kinatuambia, that we should not complain. Ya kwamba tustahili kulalamika. We should ask God to give us wisdom. Tunastahili kumwambia Mungu atupe hekima. And after we ask for wisdom, baada ya kuomba hekima, we should not doubt. Atustahili kushuku. We should not doubt about what we have asked God. Atustahili kuwa na shaka na kile tumemuomba Mungu. Okay, we should be persevere. We should persevere. Tunastahili kuvumilia. We should not blame others. Atustahili kutupa lawama. Okay, we should not be carried away by our own lusts. Atuhitaji kuwa tunabebwa na tamaa yetu. Okay, we should not be deceived by the things that are happening around us. Atustahili kudanganywa na vitu ambavyo vinatendeka katika mazingira yetu. In this day and age that we live in. Katika karne hii ambayo tunaishi. This thing that we call the phone. Hii kitu tunaita simu ya rununu. This thing that we call the phone. Hii kitu tunaita simu ya rununu. Actually deceives us and pulls us toward things that we don't need to be in. Inatudanganya na inatuvuta kutoka kwa vitu ambavyo hatufai kuamini. You can be there sitting in your house telling yourself that you're doing the right thing. Unaweza kuwa umekaa pale kwa nyumba yako ukijiambia unafanya kilicho sawa. Or you think I'm tired.
Hamu nafikiri nimechoka. Let me just go on Instagram. Wacha nifike kwenye Instagram. Or let me just go on TikTok. Ama wacha niingie TikTok. Or let me just go on Facebook. Ama wacha niingie Facebook. Or YouTube and watch something. Ama wacha uone kitu. And you keep feeding yourself. Na unazidi kujilisha. And you thinking that you're adding to yourself. Na unafikiri unajiongezea kitu. Something that is going to help you. Eti kitu ambacho kitakusaidia. But all you're doing is adding floors to your building. Lakini kile unafanya ni kuongeza jengo kwenye orofa kwenye jengo lako. And because those floors are not according to the word of God. Na kwa sababu orofa zile si kulingana na neno la Mungu. That means you're not going down. Hiyo inamaanisha urudi chini. So you keep forming your cracks. Basi unazidi kutengeneza mpasuko wako. And suddenly you wonder, why am I falling? Na mara tu unashindwa nitaanguka wapi? Why am I a sinner? Mbona mimi ni mwenye dhambi? We need to be careful. Tunahitaji kuwa waangalifu. That we need to fill ourselves. Ya kwamba tupate kujijaza. With what the word of the Lord says. Na kile ambacho neno la Mungu linasema. Because if we do not fill ourselves with what the word of the Lord says and we fill ourselves with other things. Tusipojijaza na neno la Mungu na kile ambacho kinasema na tujijaze na mambo mengine. We keep adding those floors. Tunazidi kuongeza orofa. And then we'll crack. Kisha tunapasuka. And we will find ourselves falling. Na tutajipata tukianguka. Let me end with this. Wacha nimalize na hii. There's a woman in the Bible called Jael. Kuna mwanamke kwa andiko anaitwa Yaeli. How many of you have heard about Jael? Wangapi wamesikia kuhusu Yaeli? Okay, wait. How many of you have not heard about Jael in the Bible? Ni wangapi hawajawahi sikia kuhusu Yaeli kwenye andiko? Let me tell you about Jael. Wacha nikwambie kuhusu Yaeli. Yaeli was able to kill. Aliweza kuua. A commander. Amri jeshi. Who had 900 chariots. Ambaye alikuwa na farasi 900. Now this commander was commanding an army. Huyu amri jeshi alikuwa na amuru jeshi that was coming to fight. Ambaye ilikuwa inakuja kupigana. They were going to come and fight Israel. Walikuwa wanakuja wapigane na Israeli. Okay? But this woman, ila huyu mwanamke, because she knew what she was doing. Maana alijua alichokuwa anafanya. And she used to literally build. Na alikuwa anajenga kwa mikono. Because she was literally building tents. Maana alikuwa anajenga kwa mikono hema. She knew what to do with a tent peg. Alijua ni nini ya kufanya na ile chuma ya hema. Okay, nowadays we don't do our tents with tent pegs. We have these columns in the nyakati hizi hatufanyi na zile vitu za kufanya navo, tunafanya na column. So but a tent peg, lakini ile tent peg, you would put a rope, you'd tie the canvas of the tent and pull it. Ungeweka ile hema na uivute, and then you'd put it on the ground. Kisha unaiweka chini. And that is what would hold that tent out. Na hiyo ndio ingeshikilia ile hema. But now, lakini sasa, this woman, huyu mwanamke, used to know how to do that. Alijua namna ya kufanya hivyo. She knew the power of a tent peg. Alijua nguvu iliyo katika kile kitu cha kushikilia hema. Because she's the one who used to build. Maana yeye ndiye alikuwa anajenga. So this commander, basi huyu amri jeshi, there's a war that is happening. Kuna vita inaendelea. Deborah tells Barak, Deborah anamwambia Balaam, that we need to go and fight. Ya kwamba tunahitaji kwenda na tupigane. But this man who was the commander of the Israelite army, lakini huyu mtu ambaye ni amri jeshi wa jeshi, he was afraid. Alikuwa anaogopa. And tells Deborah, who was a judge, na akaambia Deborah aliyekuwa hakimu, who was judging Israel at that time, aliyekuwa na hukumu Israeli nyakati hizo, I am not going to go into the battlefield. Mimi sitaenda kwenye uwanja wa vita unless you go with me. Japokuwa uende nami. And Deborah speaks the word of the Lord because she was both a judge and a prophet. Na Deborah akanena neno la Mungu maana alikuwa hakimu na nabii wa kike. That when Israel gets victory, ya kwamba Israeli ikipata ushindi, that victory will come through a woman. Ushindi huo utakuja kutoka kwa mwanamke. And not you, a man who is the commander of the army. Na sio wewe ambaye ni amri jeshi wa jeshi. Okay? So now when the time came, wakati ulipowadia, Deborah and Barak go into the battlefield. Deborah na Barak wakaenda kwenye uwanja wa vita. How can a woman go into a battlefield? Mwanamke anawezaje kwenda kwenye uwanja wa vita? But Deborah went. Lakini Deborah alienda. Because at that time God wanted to free Israel from 20 years of oppression. Maana wakati huo Mungu alitaka kuwaweka huru Israeli kutoka kwa miaka 20 ya kufinyiliwa. And when Deborah went there, na Deborah alipoenda pale, God opened the heavens. Mungu akafungua bingu. And there was a lot of rain. Na kukawa na mvua nyingi. And there was a lot of flood. Kukawa na mafuriko. And it did not
It did not matter whether Sisera, the enemy's commander in chief, haikujalisha kama Sisera yule ambaye alikuwa amri jeshi pande ule, whether he had 900 chariots, kama alikuwa na farasi 900, because God brought rain from heaven. maana Mungu alitoa mvua kutoka mbinguni. Those chariots were useless in the mud. Na farasi yakakuwa bure kwenye matope. Have you ever seen a car getting stuck in mud? Je, umewahi ona gari ikikwama kwenye tope? It cannot move. Haiwezi songa. So this commander of this big army that had 900 chariots, basi amri jeshi huyu ambaye alikuwa na jeshi kubwa na farasi 900, he did not have a choice but to come out from the chariot and to start running. Hakuwa na chaguo ila kushuka kwenye farasi na kuanza kukimbia. Because this chariot was stuck in the mud. Maana farasi zilikwama kwenye matope. So this evil commander Sisera, basi huyu Sisera ambaye ni amri jeshi, he had knowledge. Alikuwa na maarifa. He had knowledge about his chariots. Alikuwa na maarifa kuhusu farasi wake. He knew that his army can fight through the chariots. Alijua ya kwamba jeshi lake linaweza pigana kupitia farasi. And each chariot carried 3 people. Na kila farasi ilibeba watu watatu. It carried the man who was driving the chariot. Ilibeba mwendeshaji wa farasi. And then it carried 2 other soldiers. Ikabeba askari wengine wawili. But even though Sisera had that wisdom, ijapo Sisera alikuwa na hekima ile, had that knowledge, ijapo Sisera alikuwa na maarifa, he did not have the wisdom. Hakukuwa na hekima. Because he did not know the God of Israel. Maana kumjua Mungu wa Israeli. Who came and brought down the rain. Aliyekuja na akaleta mvua. That it did not matter how much wisdom he had, knowledge he had. Haijalishi alikuwa na maarifa kiwango gani. About his chariots. Kuhusu farasi zake. Because he had not gotten wisdom from God. Maana hakupata hekima kutoka kwa Mungu. He did not realize that his chariots could get stuck in the mud. Hakutambua ya kwamba farasi wanaweza kwama kwenye tope. All the knowledge he had about his chariots, maarifa yote aliyokuwa nayo katika farasi, was useless. Ilikuwa bure. Because he did not have God's wisdom. Maana hakuwa na hekima ya Mungu. When his chariot got stuck in the mud, wakati farasi walikwama kwenye matope, and a lot of his army was being killed, na majeshi wake wengi wakauawa, he came out from his chariot. Alishuka toka kwenye farasi, and he started running. Akaanza kutoroka. And as he ran, alipokimbia, he comes across a tent. Akafika kwenye hema. He did not know who was in that tent. Hakujua nani alikuwa kwenye hema. There was a woman in that tent called Jael. Kulikuwa na mwanamke pale kwa hema anaitwa Yaeli. Now this woman used to build the tent. Huyu mwanamke alikuwa anajenga hema. This woman used to build her home. Huyu mwanamke alikuwa anajenga nyumba yake. This woman used to build her house. Huyu mwanamke alikuwa anajenga nyumba yake. And even though she was out there far away, ingawaje alikuwa mbali, trying to avoid all the wars, akijaribu kuepuka vita, when she came and she saw this commander, this Sisera, alipokuja akamwona amri jeshi Sisera, she had the wisdom and she knew who he was. Alikuwa na hekima na akajua yeye ni nani. And she could not believe that God has given her such an opportunity. Na hakuamini Mungu amempatia nafasi hiyo. Because she had the wisdom of God. Maana alikuwa na hekima ya Mungu. The moment Sisera came in, mara tu Sisera alipoingia ndani, when Sisera came in, Sisera alipoingia ndani, he was thirsty, asking for water. Alikuwa na kiu, anaomba maji ya kunywa. This woman had a lot of wisdom. Huyu mwanamke alikuwa na hekima nyingi. She did not give him water. Hakumpa maji. She did not give him water. Hakumpa maji. Remember, she's a woman. Kumbuka ni mwanamke. I don't even think she was that big. Sidhani alikuwa mkubwa. He is the commander of an army, the enemy army of God, Sisera. Yeye alikuwa mjeshi mkuu Sisera wa jeshi. A big man. Mtu mkubwa. She had the wisdom of God. Alikuwa na hekima ya Mungu. She told him, come in, you're tired, I'm sorry. Akamwambia njoo ndani, pole, ingia. You've been running in the mud. Umekuwa ukikimbia kwa matope. You're so tired. Umechoka. Come in. Ingia ndani. And he told her, akamwambia, give me water. Nisaidie na maji. She said, no, it's okay, come, I'm going to give you some milk. Tulia, nitakupa maziwa. And she took that skin. Na akachukua ile ngozi. And gave him milk. Akampa maziwa. And she told him, you're so tired. Akamwambia umechoka. Lie down here. Lala hapa. I will make you comfortable. Nitakufanya uwe sawa. And she put a blanket on him. Na akamfunika kwa blanketi. And after covering him with the blanket, baada ya kumfunika na blanketi, Sisera tells her, Sisera anamwambia, don't tell anybody I'm in here. Usiambie mtu niko hapa. And Jael just covered her. Yaeli akamfunika. The milk that Jael had given her, ile maziwa Yaeli alimpa, she had wisdom. Alikuwa na hekima. If you take water and you're hungry, kama ukinywa maji na una njaa, your stomach will just growl.
tumbo yako itanungunika. But if you take milk when you're hungry, Ukinywa maziwa na njaa, and they said that the milk was in the skin, na wanasema maziwa ilikuwa kwenye ngozi, so that means ilikuwa maziwa mala a little bit. It was like yogurt. The milk was fermented. Actually, some version says it was yogurt. Tafsiri zingine zinasema ilikuwa maziwa ya kuganda. When you drink that, ukinywa hiyo, kama ushai kunywa mala, si usingizi inakuja. There was no way Jael was going to be able to take this man down if he was not asleep. Hakuna vile Yaeli angemshusha huyo mtu chini kama hajalala. She had wisdom. Alikuwa na hekima. Because so many times she has fed her family yogurt. Maana mara mingi alikuwa analisha jamii yake na maziwa ya kuganda. And every time they would be hungry and they're out there as herdsmen, she would give them yogurt. Kila wakati wangeishi njana wako pale nje kama wachunga kondoo, angewapa maziwa ya kuganda. And they would sleep. Na wangelala. And that's exactly what she did. Na hiyo ndiyo alifanya. Some more wisdom that she had. Hekima zaidi aliyokuwa nayo. This is your skull. Hii ubongo wako, kichwa chako. The bone here, that your skull. Mfupa huu wa ndani. It's very hard. Ni ngumu. But there's a place on your head. Kuna sehemu katika kichwa chako. It is very soft. Ni laini. All of you do this. Everybody do this. Kila mtu fanya hivi. Hold with both your hands and press. Hold with both your hands and press it. Na ufinye. You can tell it's a bit soft. Unaweza sema ni laini. This woman, huyu mwanamke, she had wisdom from God. Alikuwa na hekima kutoka kwa Mungu. About that space that is there on your brain. There is a space here. Kuhusu hii nafasi ambayo iko hapa kwenye ubongo. We are all women. Sisi sote ni kina mama. If you have seen a small baby, kama umemwona mtoto mdogo, the skull of the baby's head, ile kichwa cha mtoto mdogo, when the baby is born, wakati mtoto amezaliwa, is not joined. Haijashikana. God has made a provision. Mungu amefanya tofauti. There's a gap right here at the top of the baby's head. Kunayo nafasi pale kwenye kichwa cha mtoto. It's called the foetanel. Inaitwa Eva metaja. And then right back here, hapa nyuma, the bone is not joined. Basi mfupa pia haijaunganika hapa nyuma. Coming down here and coming down this way, the bone is not joined. Ikija sehemu hizi mbili pia mfupa haijaunganishwa. So that when this baby is being born, ili wakati mtoto anazaliwa, your bones here as a woman, mifupa yako hapa kama mwanamke, because they have to pass through the birth canal, maana lazima wapitie tumbo ya uzazi, and you've got your pelvic bone, na wapitie sehemu hii ya chini, it does not crush the baby's head. Iwezi ikaharibu kichwa ya mtoto. Look at our God. Angalia Mungu wetu, how he made and created. Vile ambavyo alijenga. So the baby comes in and they pass through the birth canal. Mtoto anakuja na anapitia uzazi. And their head is a bit crushed. Na kichwa kinakuwa kimefinywa kidogo. But because there was a gap here, lakini kwa sababu kuna nafasi hapa, and a gap from the foetanel, which is an open space here and na nafasi huku katikati inayotofautisha huku na huku, the baby's head is squished, kichwa chake kikisukumwa, it is not crushed. Haiharibiwi. Because God had already created provision. Maana Mungu tayari alikuwa ameshajenga tofauti. So that baby can pass through your pelvic bone. Ili mtoto apate kupita sehemu yako ya uzazi. Sometimes if they are squeezed, tunaenda kuwatengeneza kichwa hivi. Wakati mwingine wakifinywa sana tunawatengeneza kichwa. Okay? Now, Jael had that knowledge. Yaeli alikuwa na hiyo maarifa. That even though you become a big man, ya kwamba ijapo unakuwa mtu mkubwa, and you develop, na unaendelea, and your brain inashikana, your skull, it comes together, na mfupa wa kichwa chako inakuja pamoja, there's still a weakness right here. Bado kuna udhaifu hapa on the temple. Katika hekalu. This woman who was so used to building her house, huyu mwanamke ambaye alikuwa anajenga nyumba yake, takes the tent peg with her left hand. Anachukua vile vifaa vya kujenga hema na mikono ya kushoto. Takes the tent peg with her left hand. Anachukua kifaa cha kujenga hema na mkono wa kushoto. And with her right hand, na mkono wa kuume, she takes a hammer. Anachukua nyundo. And she goes to this man who is dead asleep. Na anaenda kwa mtu huyu ambaye anakaa ni kama mfu lakini amelala. Gently places it. Pole pole anaiweka on Sisera's head. Kwenye kichwa cha Sisera. With one blow. Na ngumi moja. One blow. Ngumi moja. Akaipiga kwa nyundo. He hammered that nail. Na akapigilia ile msumari. One blow. Ngumi moja. One blow. Mara moja. Sisera's head, kichwa cha Sisera, was pinned to the ground. Ilikuwa chini. Sisera's head,
kichwa cha Sisera was pinned to the ground. ikawa chini. King Jabin, who was the king of Sisera, Mfalme Yabi ambaye alikuwa mfalme wa was a Sisera very scary man. alikuwa mtu muoga. Sisera was a scary man. alikuwa mtu muoga, But one woman, lakini mwanamke mmoja, one little woman, mwanamke mmoja, because of having the wisdom of God, kwa sababu ya hekima ya Mungu, put a tent peg through his head, anaweka kifaa cha hema kupitia kichwa chake, defeated the whole army. na akashinda jeshi mzima. From then on, Kutoka saa hapo kuendelea, the children of Israel wana wa Israeli lived without being harassed by this enemy of Israel. waliishi bila kusumbuliwa na maadui wa Because of the Israeli. wisdom of a woman. Maana ni hekima ya mwanamke. Women of God. Wanawake wa Mungu. Women of God. Wanawake wa Mungu. The wisdom of God. Hekima ya Mungu. The wisdom of God. Hekima ya Mungu. The fear of the Lord Kicho cha Mungu will give you wisdom. Itakupa hekima. And you will get this wisdom na utapata hii hekima by becoming who God has called you to be. Kwa kuwa kile ambacho Mungu amekuita By uwe. becoming everything the word of the Lord has called you to be. Kwa kuwa kila kitu ambacho neno la Mungu linataka uwe. You have got to become everything this Bible says you are. Utakuwa kile ambacho andiko linasema wewe ni. You have got to do everything this word of the Lord tells you to do. Unastahili kufanya yote ambayo andiko linasema. Because when you have that freedom, maana ukiwa na huo uhuru, you will crush the head of Satan. Utakanyaga kichwa cha nyoka. You will crush the head of Satan. Utakanyaga kichwa cha nyoka. You have been created with a womb. Umeumbwa na utumbo that is able to carry a seed. Ambayo ina uwezo wa kubeba mbegu. You can crush that head of Satan. Unaweza kanyaga kile kichwa cha shetani. Jael crushed the head of Sisera. Yaeli alikanyaga kichwa cha Sisera. You, your seed, and your seed after that will crush the head of Satan. Wewe mbegu yako na mbegu inayofuata itakanyaga ama mtakanyaga kichwa cha shetani. Because that is what God said. Maana hiyo ndio Mungu anasema. That the seed of the woman maana mbegu ya mwanamke will crush the head of Satan. Itakanyaga kichwa cha shetani. Everybody who's coming after you, your generations and your children. Kila mtu anayekuja nyuma yako, kizazi chako chote. Be it children that you have given birth to. Iwe watoto ambao umewazaa. Or other children and other people that you're nurturing around. Ama watoto wa watu ambao unawaangalia. They will crush the head of Satan. Watakanyaga kichwa cha shetani. And we will win and conquer the battle. Na utashinda, uwe mshindi kwa vita. That God has called us to be. Ambaye Mungu ametuita tuwe. God bless you. Mungu awabariki.